Sana kwenye financial wanahitaji fidia. Katika barua yao kwenye upande wa masuala financial, walicholalamika ni kwa kuzungumza kiujumla namna ambavyo washikadau wadhamini ambavyo wameathirika kuahirishwa kwa mchezo, lakini pia izungumzia kuhusiana na mashabiki kwenye hii ambayo inasadikika na sio rasmi, na inatoa mtazamo wa namna ambavyo tunajenga taswira ya kuelekea kasi. Yaani unajua kwa namna nilivyokaa nashinda kulijadili sana bila kuwa na facts za kutosha. Lakini inaniwia ngumu sana Kweli kulijadili kwa undani, kwa maana ya kusema, kwa sababu tuseme sijaangalia kwa undani sana wao kiini sana cha mgogoro ni kipi, na niweze nikakwambia kwamba hiki kiini ni kati ya vitu ambavyo kasi wanaweza wakaviamua. Kuna kitu kinaitwa jurisdiction. Jurisdiction ilikuwa na uwezo wa kuamua baadhi ya masuala. Kwa hiyo sio kila masuala ambayo yanahusiana na mpira basi kasi inakuwa na jurisdiction. Kila masuala ambayo yanahusiana wanafanya. Kwa hiyo na hofu sana kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo kasi watajizuia kufanya ni kuingilia uendeshaji wa shughuli zinavyoendeshwa kwenye federation including bodi ya ligi. Kwamba sasa kasi itawajibisha, itawaambia kwamba nyewe mnapaswa kufanya hivi kazi kwa namna hivi na vile. Sina uhakika sana na hicho kitu. Sina uhakika sana. Lakini tuchukulie tu kwamba mwisho wa siku kwa sababu mtego huko hapa kwamba sisi tumeumizwa, sisi Yanga tumeumizwa na kuahirishwa kwa ligi, kuahirishwa kwa mechi, na tumepata madhara 1 2 3 4, na tunatakiwa tupewe pointi 3. Kwa hiyo ukipewa pointi 3 yule mwingine anafanya nini? Anakosa zile pointi 3 japokuwa huko mechi haijachezwa. Wanasema inaonekana anataka apewe favor, yani kwamba apewe pointi 3 na magoli, ndio? Yani Yanga mechi haijachezwa, bodi ya ligi wamesema kwamba mechi waliahirisha, kwa hiyo Simba mwenyewe hana pointi, lakini Yanga wao wanataka favor kwamba wao ndio wameonewa. Nini? Wanapewa pointi 3 na magoli 3? Wanaomba wapate pointi 3 na magoli 3 kwa sababu wamfuata kanuni, na wale wengine na bodi ya ligi wao wamekosea, wamezikiuka kanuni za soka. Sasa unajua unless kama Simba pia anashtakiwa. No, unless kama Simba naye anashtakiwa kasi, huwezi kumnyang'anya, yani kwa sababu ukifanya maamuzi ya yeye kupewa point na maana huyu mwingine anapokwa point. Na kama kasi wakifanya maamuzi watakao hawajasikiliza Simba, si inaeleweka vizuri. Na kupata yani kwenda kasi kufikia huko, yani kwingine kote huko tusiongee sana. Ila tunapofikia kwenye swala la kumpoka mwingine point na kukupatia wewe point, au kufanya kitu chochote ambacho kinawaathiri watu wengine wanaocheza ligi, kwa sababu inawezekana atakayeathirika sio Simba tu kwa hizo points zitakazotolewa, sio? Kwa hao wengine wasiposikilizwa haki inakuwa itendeki. Kwa hiyo hilo ni angalizo ambalo nataka nitoe kwamba pamoja na mambo yote kulalamikia bodi ya kina Kasongo na wakina Boimanda na Mzee Mguto na nini, it's fine. Lakini tunapoenda kutoa remedies, kutoa stahili ambazo zinaenda kumwathiri mtu mwingine, na huyo mtu mwingine hajawa sehemu ya mchakato wa kusikiliza kesi na kutoa maamuzi, haiwezi kusimama, kwa sababu itakuwa hujamsikiliza. Kwa hiyo atakuwa hajasikilizwa Simba, hajasikilizwa Azam, hajasikilizwa hata JKT. Kwa sababu ukigawa hizo pointi na maana unabadilisha hata msimamo wa ligi kuanzia nafasi ya kwanza ya 4 mpaka hata wanaokuwa relegated. Sio, naeleweka vizuri mcho? Na kupata vizuri. Mpaka washtaki na hao watu wengine. Wewe umeweza kuona yani huo mlolongo wa hiyo kesi itakapokuwa yani. Mwanzoni ni kati ya Young Africans na bodi ya ligi. Lakini unapofika kwenye maamuzi ambayo inabidi kasi yaamue kwamba mtu fulani anufaike mwingine akose, bila kuwa tumeunganisha hao watu kwenye hizo proceedings, ni ngumu kabisa kubali kutoa maamuzi ya namna kanishwe, hata muunganishwe, lakini pia na wengine wanaohusika. Nafikiri anayeshtakika ni TFF, nafikiri sio bodi ya ligi, maana suable entity ni Tanzania Football Federation.
Sio bodi ya ligi ni mtoto wa. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi kutoka katika klabu ya Yanga kuhusiana na kufika CAS, wala kuna nyaraka yoyote halali, lakini kuna nyaraka hii ambayo inatengeneza mdahalo kwa yale ambao wameainisha wanahitaji CAS wayafanye. Wewe bila shaka umeyaona, unafikiri yana mantiki kisheria? Yaani sisadiki kabisa kwamba hiyo inaweza kuwa taasisi makini kama Yanga. Nafikiri tu kuna mtu ameamua kuiweka tu kwenye mitandao, kwa sababu yeye anachokisema, anasema urgent appeal, yani kama vile anaomba kwamba kuingiliwe kati unusuru mdororo wa uendeshaji wa football Tanzania. Sasa hivyo ni vitu ambavyo CAS hawezi kushughulikia. Yaani haya ni mambo ambayo FIFA yenyewe yenye mpira wake ndio inapaswa kuangalia namna gani mpira unapaswa kusimamiwa. Kwa hiyo management ya football haiwezi kupelekwa kwenye mashtaka kwenye chombo kama CAS kwa ajili ya malalamiko. Yale ni malalamiko tu ambayo ni mtu anakihitaji chombo kiweze kufanya marekebisho au kufanya reforms ambazo zinaweza zikabadilisha mwenendo wa uendeshaji wa football. Kwa kweli CAS hawezi kushughulika na hizo reforms. Kwa naamini tu kwamba huyo ni mtu ambaye tu ameamua kuonyesha hisia zake, lakini nafikiri kama kweli Yanga wana nia ya kupeleka kitu kama hicho CAS, basi watapeleka kitu ambacho ni serious. Kwa haya ambayo nimeyapitia, naona kama kwa namna ilivyoeleza, CAS hawezi kuwa na mamlaka ya kuyasikiliza na kuyatolea maamuzi. Ndio tukipenda kwa uzoefu wako, vitu gani ambavyo mara nyingi sana CAS ndivyo ambavyo wanakwenda kusuluhisha? CAS wanashughulika na mambo ya migogoro kati ya federation na federation, club na federation, wachezaji dhidi ya federation, wachezaji dhidi ya vilabu, mambo ya doping tunasemaje? Tunasema ni matumizi ya madawa ya kusisimua misuli, na mambo ya rushwa, vitu kama hivyo. Ni kitu ambacho CAS wanashughulika nazo. Wanashughulika navyo zaidi kama mgogoro, lakini pia kama rufaa.